السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي اختص من الأزمنة أياما للنفحات تفتح فيها أبواب البركات وتتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل يوم عرفة تاج الأيام شأنا وأكثرها غفرانا وعتقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma lingine kwa ajili ya kukumbushana, na leo unwani ya khutba yetu inasema yaumu Arafa yaumul maghfira. Siku ya Arafa ni siku ya maghfira, ni siku ya kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kwa hakika siku ya Arafa ni siku tukufu na iko katika miezi mitukufu ndani ya masiku 10 ambayo ni matukufu vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipatia sharaf siku kama hii, ameipatia utukufu kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamefanya siku hii ikapata utukufu. Ni tukufu kuliko siku nyingine ya aina yoyote ile. Mwenyezi Mungu ameijalia ni siku ambayo ina thawabu nyingi kuliko siku nyingine. Ni siku ambayo ni ya kusamehewa madhambi, ni siku ya watu kuachwa huru kutokamana na moto, na ni siku ya watu kusamehewa madhambi yao. Kwa hivyo ni siku ambayo ina fadhila kubwa sana. Ni siku ambayo mahujaji huwa wanasimama katika mlima wa Arafa kwa ajili ya kumnyenyekea na kumwomba Mola wao maghfira na kumwomba pepo Mola wao. Ni siku ambayo kisimamo cha siku hii ya Arafa ni kisimamo ambacho watu wote wako sawa, ni kisimamo ambacho watu wote wako sawa. Hakuna tajiri wala maskini, wala hakuna mweusi wala mweupe, wote watu wako sawa katika uwanja mmoja, wakiwa wamevaa mavazi aina moja. Kisimamo hiki kinalingana ama chaweza kulinganishwa na kisimamo anachosimama watakachosimama wanadamu kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kungojea hisabu zao, kulingana na namna watu walivyo, hali moja, mahala pamoja, wamekusanyika. Sasa mashara almuslimin, siku hii ni siku ambayo imepata utukufu mkubwa, na miongoni mwa utukufu wake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuapa na siku kama hii, na chochote anachokiapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa kina daraja kubwa, huwa ni kikubwa, huwa kina utukufu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabisa
ameweza kuapa na siku kama hii aliposema katika suratul Buruj, wa shahidin wa mashhudin, wa shahidin wa mashhudin, na mwenye kushuhudia. Mwenyezi Mungu anaapa na mwenye kushuhudia na anaapa na mwenye kushuhudia ama mwenye kushuhudiliwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipoisoma sura kama hii, Sayyidina Abu Huraira anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, ashahidu huwa yaumul jumaa. Hii ashahidu wa shahidun, huyu shahid ni siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu aliapa na siku ya Ijumaa aliposema wa shahidin, na aliposema wa mashhudun, Mtume akawa amemaanisha yaumu Arafa, siku ya Arafa. Kwa hivyo shahidin ni siku ya Ijumaa, wa mashhudin ni siku ya Arafa. Ndio hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuapa na siku kama hii. Hii ni kuonyesha kwamba ni siku ambayo ni tukufu, na katika fadhila zake vile vile ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala akhadha al-mithaqa ala al-bashari qabla wujudihim ala al-ardi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii ambayo ni siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwa viumbe vyake vyote alivyoviumba. Ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Ahmad na al-Imamu an-Nasa'i, hadithi ambayo ameisimulia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, asema Ibn Abbas kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, inna Allah ta'ala akhadha al-mithaqa min dhahri Adam bina'man ama binu'man. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi kutoka mgongo wa Nabii Adam, zile roho ama viumbe vilivyokuwa viko katika mgongo wa baba yetu Adam. Mwenyezi Mungu akachukua ahadi kupitia viumbe hivi vikiwa katika mgongo wa Nabii Adam. Viumbe vyote vilivyokuwa katika mgongo wa Nabii Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizitoa ama roho zile zote Mwenyezi Mungu alizitoa katika mgongo wa Nabii Adam. Fa akhraja min sulbihi kulla dhurriyatin daraaha, Mwenyezi Mungu akatoa kila kiumbe alichokiumba akakiweka katika mgongo wa Nabii Adam. Mwenyezi Mungu alikitoa, fanatharaha baina yadayhi. Mtume anasema baada ya Mwenyezi Mungu kuvitoa viumbe vile ama roho zile, akazitawanya mbele yake. Mwenyezi Mungu akazitawanya mbele yake roho zote, kisha thumma kallamahum qubula. Mtume anasema baada ya Mwenyezi Mungu kuzitawanya, sasa Mwenyezi Mungu akazungumza nazo ana kwa ana. Mwenyezi Mungu anazungumza na roho nazo zinazungumza, zikiwa yani Mwenyezi Mungu akiwa anaziona roho na roho nazo zinamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini alichosema Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu aliziuliza zile roho, alastu birabbikum, je, mimi sio Mola wenu? Mimi sio Mola wenu? Roho zote ziko mahali pamoja siku ya Arafa hapa Nu'man, awauliza mimi sio Mola wenu? Zikajibu roho zile zikasema, bala shahidna, twakiri kwamba wewe ndiye Mola wetu na twashuhudia kwamba wewe ndiye Mola wetu. Roho zote ikiwamo yangu na ikiwamo yako, zote zikachukua ahadi hapo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaziambia roho, kama mmekubali na mkashuhudia, antakulu yauma al-qiyama, musije mukasema siku ya Kiyama, inna kunna an hadha ghafilin. Si mmekubali
Umekubali nyote? Basi msije mkageuka siku ya Kiyama mtakapowauliza mbona hamkufanya hivi, mlifanya hivi badala ya hivi. Msije mkasema kwamba inna kunna an hadha ghafilin, hakika sisi tulikuwa tumeghafilika kutokana na haya. Msije mkasema namna hiyo. Au takulu, au msije mkasema innama ashraka abauna, hakika wamefanya shirki, wamekufuru baba zetu. Sisi tulikuwa bado hatujazaliwa, tulipoelekea tukaona mambo haya yanafanya wazazi wetu wameshatangulia. Pia kauli hiyo Mwenyezi Mungu ameikataa, kwa sababu kawaida mara nyingi mtoto huwa anaenukia na ile hali ama na tabia iliyoko pale nyumbani. Kama baba ni mwema, basi mtoto ataenukia na wema, na ni mwovu mtoto ataenukia vile vile. Sasa hili pia Mwenyezi Mungu alitambua kwamba kuna wengine wanasema kwamba sisi tulipoenukia tulikuta baba zetu ama wazee wetu wako na hili na hili, sisi tukafuata. Sasa afatuhulikuna bima faala almubtiluna. Sasa ya Rabbi, Mwenyezi Mungu ataka kutuangamiza kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na watu wengine. Sasa hii Mwenyezi Mungu akaikataza hii. Kwa hivyo roho zote zilichukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa ni siku ya Arafa. Maana ni mahala ni jabali ambalo liko baina ya liko karibu na Arafa, katika njia ya kuendea Arafa. Lakini siku ilikuwa ni siku ya Arafa, ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kuchukua ahadi kwa viumbe vyote. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba Arafa ilikuwako kabla ya mahujaji kuwa katika mlima wa Arafa. Arafa tayari siku ilikuwako, na ilikuwa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ndio tarehe ilivyo. Ama kulikuambiwa kwamba eti siku ya Arafa ni siku mahujaji wako pale katika mlima wa Arafa, hii ni kauli ambayo sio sahihi. Siku hii ilikuwako kabla ya hija. Kaona hadithi namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotueleza, ilikuwako kabla. Baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo Nabii Adam alipotolewa peponi, alipokuja katika ulimwengu, waliwekwa mbalimbali yeye na Hawa katika kutafutana, walikuja kujuana. Siku hii ilikuwa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, ndio ikaitwa siku ya Arafa. Baadhi ya wanazuoni vile vile wanasema kwamba siku hii ya Arafa ni siku ambayo Jibril alayhi salam alipoteremsha ama alipotumwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuja kumfundisha baba yetu Ibrahim namna ya ibada ya haji, namna inavyotaka kufanywa. Jibril alitumwa na Mwenyezi Mungu kuja kumfundisha Nabii Ibrahim namna ya kufanya ibada. Sasa alipomweleza akamweleza mpaka ilipofika siku ya 9 katika siku ya Dhulhijja, ndiyo sasa Jibril akamuuliza Mtume Nabii Ibrahim, arafta, je, umefahamu haya yote ambayo nimekuelezea? Umeyafahamu? Akasema araftu, ndiyo nimefahamu. Ndiyo siku ile ikaitwa siku ya Arafa. Lakini sio mahujaji wakiwa pale ndio siku ya Arafa, na kwamba siku nyingine yoyote haiwezi kuwa siku ya Arafa kwa sababu mahujaji hawako kule, na kwamba unapofunga siku isiyokuwa hiyo, siku ambayo mahujaji hawako katika mlima wa Arafa, basi somo yake ni batili, upate kitu. Hizi ni kauli ambazo hazina mashiko. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alianza kufunga kabla ya hija kufaradhishwa, kama tulivyosema katika hadithi iliyopita. Alikuwa Mtume akifunga siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Sasa Mtume kufaradhishwa ibada ya hija ya Idi ilisuniwa, kama sijakosea, ilikuwa ni mwaka wa 2 baada ya Mtume kutoka Maka kwenda Madina. Mwaka wa 2 ibada ya swala ya Idi mbili hizi ikasuniwa hapo. Hija ilikuwa mwaka wa 7 ama wa 8 kama wanavyosema baadhi ya wanazuoni. Sasa alikuwa akifunga nini huyu Mtume siku ya Arafa? Arafa gani alikuwa akifunga? Na ikiwa ukifunga hakuna mahujaji hupati malipo, kwa hivyo Mtume na yeye pia hakupata malipo. Si ndio maana yake hiyo? Kulikuwa hakuna mahujaji, kwa hivyo na yeye pia hakupata thawabu, alijifungia toka kana njaa. Siku ya Arafa ni siku yake maalumu,
ni yaumun tarikhi, ni siku ya kitarehe, kama vile tunavyosema hapa Kenya Jamhuri Day, Kenyatta Day. Sio siku ya kupanga kwa sababu kuna kitu fulani ndio ile siku ikaitwa hivi. Hii ni siku ya kitarehe, ilikuwako kabla mwanzo wa kuumba ulimwengu. Siku ya Arafa iko. Kwa hivyo imepata sharafu siku kama hii kwa sababu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuchukua ahadi kwa viumbe vyake vyote. Lakini pia siku kama hii imepata sharafu kwa sababu ni yaumul itqi wal mubahat. Yaumul itqi minan nari wal mubahat, ni siku ya kuwachwa huru watu kutokamana na moto, na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajifakhiri mbele ya malaika. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, hadithi aliyosimulia na Aisha radhiallahu anha, asema na Aisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ma min yawmin akthara min an ya'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar, hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu anawaacha huru watu wengi kutokamana na moto min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu anaacha huru waja wake kutokamana na moto wakati wowote, siku yoyote anaacha huru watu kutokamana na moto, lakini siku ya Arafa anawaacha watu wengi zaidi ya siku zote. Mtume anatuambia Mwenyezi Mungu huwa anakaribia karibu na malaika, kisha anawaambia, kisha Mwenyezi Mungu anajifakhiri akiwaambia, madha arada haulai, hawa watu wote wamekusanyika mahali hapa, lengo lao ni nini? Wanataka nini hasa? Mbona wamekusanyika hapa? Kabla malaika wajibu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ishhadu ya malaikati, shuhudilieni enyi malaika wangu, anni kad ghafartu lahum, hakika mimi nimewasamehe. Kabla malaika wajibu, Mwenyezi Mungu anasema mimi nimeshawasamehe hawa. Katika hadithi nyingine ambayo ameipokea al-Imam Ibn Khuzaimah, hadithi aliyosimulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala yudahi bi ahli arafatin ala samaa, hakika Mwenyezi Mungu anajifakhiri kupitia malaika, kupitia mahujaji walioko katika mlima wa Arafa kwa hawa malaika. Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa malaika kwa sababu ya mahujaji walioko katika mlima wa Arafa. Fayaqulu lahu, Mwenyezi Mungu anasema kuambia malaika, unduru ila ibadi, angalieni waja wangu. Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, angalieni waja wangu wakiwa katika mlima wa Arafa. Jauni, wamenijilia, shu'uthan ghubra, wamenijilia wakiwa nywele ziko timtimu, yani hawajachana nywele, na wana mavumbi katika mwili wao, wamekuja katika mlima wa Arafa. Wanazuoni ulama al-hadithi wanasema kwamba hii Mwenyezi Mungu kujifakhiri mbele ya malaika kupitia mahujaji walioko katika mlima wa Arafa ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia malaika kwamba mimi nataka kuumba kiumbe nimpeleke katika ulimwengu, walimwambiaje? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabbi, wataka kuweka kiumbe katika ulimwengu, kiumbe ambacho kitakuja kumwaga damu, kiumbe ambacho kitakuwa kifisadi, kiumbe ambacho kitafanya maovu, na sisi tuko tunakutakasa, tunakuabudu, utosheki na sisi mpaka wote wake ambao watakuja kumwaga damu katika ulimwengu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anawajibu wale mliosema kwamba watakuja kufanya ufisadi, watakuja kumwaga damu, waangalieni wametoka walikotoka, wameacha majumba yao, wameacha shughuli zao, wamekuja hapa, angalieni vile wanavyofanya. Wale mliosema kwamba watakuwa waharibifu ndio hawa. Sasa Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa malaika. Na pia ni yaumul ghufran, siku ya kusamehewa, siku ya msamaha. Katika hadithi aliyopokea al-Imamu Ibn Abdul Barri, hadithi ambayo anasimulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema Anas kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama siku ya Arafa wakati jua linakaribia kuzama, akamwambia Bilal,
ya Bilal ansit li an-nas, Bilal wanyamazishe watu, ama ninyamazishie hawa watu na mazungumzo, nataka kuzungumza. Sayyidina Bilal akasimama akawanyamazisha watu. Waliponyamaza, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, maashara an-nas, enyi watu, atani Jibril anifan, hivi punde amenijilia Jibril, faakraani min rabbi assalam, Jibril akanipa salamu zinazotoka kwa Mola wangu. Kisha akasema, inna Allah ghafara li ahli Arafat, hakika Mwenyezi Mungu amewasamehe watu waliosimama katika mlima wa Arafa, ama katika uwanja wa Arafa, wa ahli al-mahshar, na watu wote walioko katika haramu ya Makka, wa dhamina anhum at-tabi'at, na Mwenyezi Mungu amedhamini mambo yao, Mwenyezi Mungu ameyadhamini mambo yao, matatizo yao, shida zao zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezidhamini. Aliposema maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akasema, ya Rasulullah, hadha lana khasun, je, hili ni kwa ajili yetu sisi peke yetu, hili la kusamehewa madhambi na kudhaminiwa mambo yetu ni sisi peke yetu? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, hadha lakum, hili ni kwa ajili yenu, ama ni lenu nyinyi, waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyama, na kwa kila atakayekuja baada yenu, hali hii itaendelea ya kusamehewa madhambi na kudhaminiwa mambo yao mpaka siku ya Kiyama ifike. Lakini kila anayekuja basi dhamana anapata. Kwa sababu gani? Ameacha nyumba yake, shughuli zake, akaacha familia yake, amekuja mahala hapa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, na mimi zile alizoziacha zote kwa ajili yangu, na mimi ninazichukua kama dhamana, ninampa dhamana ya vitu vyake ambavyo ameviacha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akasema, idhan kathura khairullahi wa taba, basi kama ni hivyo, khairi za Mwenyezi Mungu ni nyingi, na si nyingi tu bali pia ni nzuri. Khairi za Mwenyezi Mungu ni nyingi na pia ni nzuri. Ikiwa umetoka ulikotoka, umekuja hapa, umedhaminiwa mambo yako, shughuli zako, watu wako, kila kitu chako, basi Mwenyezi Mungu ana khairi nyingi, tena ni nzuri. Pia siku kama hii ni siku ambayo Shaitan Iblis aliweza kujirushia mchanga na kujuta, kwa sababu amejikuta kwamba ameangamia na amepotea. Siku hii Shetani anachukua mchanga anajimwagia kwenye kichwa kwa sababu ya majuto. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ibn Majah na Imam Abu Ya'la, hadithi aliyosimulia Ibn Abbas bin Mirdas as-Salami, asema Ibn Abbas asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam daa li ummatihi ashiyata Arafa bil maghfira, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaombea umma wake maghfira siku ya Arafa, wakati wa jioni. Siku ya Arafa, Mtume akiwa katika Arafa wakati wa jioni, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaombea maghfira watu wake ama umma wake. Faujiba, akajibiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake. Katika kujibiwa kwake, Mwenyezi Mungu akamwambia, inni kad ghafartu lahum, mimi ama hakika mimi nimewasamehe umma wako, ma khala dhalim, isipokuwa dhalim, fa inni akhudhu lilmadhlumi minhu, kwa sababu huyu aliyedhulumu mimi nitachukua kilichodhulumiwa kwake, nimrejeshee yule dhalimu, nitampokonya kile alichokichukua kwa njia ya dhulma, nikirejeshe kwa huyu aliyedhulumiwa. Kwa hivyo aliyedhulumiwa mimi simsamehe, watu wote nitawasamehe, ila aliyedhulumu simsamehe. Basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa yeye ni rehema kwa viumbe vyote,
akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, in shi'ta a'taita al-madhluma min al-janna wa ghafarta lidh-dhalim. Ya Rabbi, waonaje kama utamsamehe huyo aliyedhulumu na aliyedhulumiwa umlipe pepo? Mwenyezi Mungu anataka, mtume alitaka watu wote wasamehewe. Mwenyezi Mungu akamwambia, nitawasamehe wote isipokuwa mwenye kudhulumu, simsamehe. Mtume akamwambia, msamehe aliyedhulumu, na huyo aliyedhulumiwa umjalie pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuomba dua hii sasa ya pili, Mwenyezi Mungu hakumjibu, akamaliza ibada zake katika Arafa pale, akatoka akaenda zake Muzdalifa kulala, kama ambavyo ni kawaida. Mchana watu wanashinda Arafa, jioni wanaenda kulala Muzdalifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Muzdalifa akalala mpaka asubuhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia dua ile ile, akamwomba Mwenyezi Mungu amsamehe aliyedhulumu na aliyedhulumiwa aweze kupawa pepo. Akarudia tena dua ile ile aliyoiomba siku ya Arafa na Mwenyezi Mungu hakumjibu. Mara hii siku alipokuwa Muzdalifa, alipomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkubalia dua yake. Alipomkubalia dua, mara Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana anacheka ama akaonekana anatabasamu. Masahaba wakashangaa, akiwamo Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar, wakamwambia, ya Rasulullah, inna hadhihi la sa'atan ma kunta tadhaku fiha, hakika siku hii na wakati huu ni wakati ambao sio wakati wa wewe kucheka, lakini twakuona wacheka. Si siku ya kucheka wala sio wakati wa kucheka huu, lakini wewe wacheka. Sasa wakamuuliza, fama alladhi alhaqaka, ni kitu gani kinachokuchekesha wakati kama huu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza masahaba, akawaambia, inna aduwa Allahi Iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati. Anasema hakika Iblis laanatullahi alayhi alipojua kwamba Mwenyezi Mungu amewasamehe umma wangu kwa kukubali dua ambayo mimi nimemuomba na akawasamehe umma wangu, akhadha turaba fajaala yahthu ala rasihi. Iblis alichukua mchanga akawa anajimwagia juu ya kichwa chake, wayadhu bilwaili wathubur, huku akilingania akijiona kwamba yeye ameangamia, yeye ni mpotevu, kwa sababu ya zile rehma na baraka na maghfira anayoyaona yanateremka ama yanawateremkia umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajuta, asema kwamba lao mimi sikukufuru, singekataa kusujudu, na mimi ningepata baraka hizi, ningepata neema hizi, ningepata kheri hizi, lakini nimekataa kusujudu. Angalia sasa nimekuwa mwovu. Sasa anajuta, kule kuchukua mchanga na kujimalia ni katika hali ya majuto. Haya yote atayafanya Iblis ama anayafanya Iblis siku kama hii. Katika hadithi nyingine asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyopokea al-Imamu Malik na al-Imamu al-Baihaqi, hadithi aliyosimulia Talha bin Ubaidillah, asema maruya shaitana yawman huwa fihi asgharu hakuna siku ambayo alionekana sheitani akiwa dhalili sana, wala adhar, wala hakuna siku ambayo sheitani alionekana akiwa duni, wala ahkar, wala hakuna siku ambayo sheitani alionekana akiwa mnyonge, wala aghyab, wala hakuna siku ambayo sheitani alionekana akiwa na hasira zaidi min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa. Yani siku hii sheitani huwa ni duni, huwa ni mdhalilifu, huwa ni mnyonge, huwa ana hasira kabisa. Kwa sababu gani? Ajikuta yeye mwenyewe wazi kwamba rehema ndizo hizi zinawashukia waja wa Mwenyezi Mungu, lakini mimi hazinifikii. Sasa yuko katika hali ya majuto na hasira sana. Pia siku kama hii siku ya Arafa
Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kuikamilisha dini kama tulivyoeleza juma lililopita katika aya ambayo iliteremka siku kama hii, na ilikuwa siku hiyo ni siku ya Ijumaa na ni siku ya Arafa. Ikateremka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Iliposhuka aya hii hakukushuka tena aya iliyoeleza halali wala iliyoeleza haramu, kwa sababu dini ilikuwa imeshakamilika. Lau kungeshuka aya nyingine ambayo ingetoa amri fulani ama ingekataza, basi ingeonekana kwamba dini bado haijakamilika. Lakini hii ilikuwa ndio aya iliposhuka, haikushuka tena aya nyingine zilishuka, lakini hakuna iliyoshuka yenye kutoa amri ama yenye kukataza. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam baada ya hapa ama baada ya aya hii aliishi siku 81 peke yake, kisha akaondoka katika ulimwengu, kwa sababu dini ishakamilika. Na ni siku ambayo yurja ijabatu dua, inatarajiwa dua ya aina yoyote atakayoomba inakubaliwa siku kama hii. Kwa hivyo wewe mwenye matatizo, wewe mwenye shida, wewe mwenye dhiki, chunga sana siku hii, itafute, na ukihakikisha siku ndio hii, basi ifanyie kazi kisawasawa, kwa sababu dua yoyote utakayoiomba, basi dua hiyo itakuwa ni yenye kukubaliwa. Japo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitueleza dua ya siku kama hii, lakini sio kwamba imefunga, hufai tena kuongeza dua nyingine, bali waweza kuongeza dua nyingine ya aina yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amepokea Imam Tirmidhi asema, khairu du'a yaum Arafa, dua bora ni dua itakayoombwa siku ya Arafa. Hiyo ni dua bora kabisa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna, asema na dua ambayo ni bora na niliomba mimi pamoja na mitume wenzangu waliotangulia ni hii, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yafaa siku kama hiyo ya Arafa mtu akithirishe sana, akiweza hata mara 1000, hata zaidi ya mara 1000, itakuwa kwake ni bora zaidi. Ama dua nyingine waruhusiwa, waweza kuomba, hakuna tatizo, lakini hii ni dua maalumu kwa ajili ya siku kama hii. Na ndio siku ambayo mahujaji wanasimama katika mlima wa Arafa ama katika uwanja wa Arafa, kisimamo ambacho kimesheheni vilio na sauti za huzuni, mahujaji wakimlilia Mwenyezi Mungu ama Mola wao kutaka msamaha na haja tofauti tofauti, kwa sababu kila mwenye haja huwa anaomba. Kama ile nafikiri nyote mliona, kuna klipu ilikuwa ikitoka na isambazwa sana, watu wanaomba pepo. Huyo bwana alikuwa akiomba pesa tu, ya rabbi fulus, ya rabbi fulus, ya rabbi fulus, ya rabbi fulus, akiwa katika mlima wa Arafa. Sawa, kila mtu anaomba kile anachotaka, labda yeye alikuwa pesa ndio shida sana kwake, ikawa anakithirisha zaidi, lakini waweza kukithirisha dua ya aina yoyote ile unataka, bora ni dua ya kheri, bora ni dua ya kheri. Na hii ni siku ambayo mwenye kuikosa katika mahujaji akakosa kwenda kusimama katika kisimamo siku kama hii, basi yeye atakuwa hana haji. Mtume anatuambia alhaju Arafa, hija ni Arafa. Ukipata Arafa umepata haji, na ukikosa basi wewe umekosa Arafa. Kwa hivyo ni siku ambayo ni muhimu kabisa. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah asema, ma raaitu manzaran ahyab wala a'zamu min waqfati Arafati, asema sijaona kisimamo chenye utisho, kisimamo kizito, kisimamo wote ni kikubwa kama kisimamo cha siku ya Arafa. Hiki ni kisimamo ambacho ni kikubwa sana. Asema kama qad nushiru lilhisab, kisimamo hiki ukiangalia wale waliosimama mahala pale utafikiria kama ambaye watu wamefufuliwa, wamesimama mbele ya Mola wao kwa ajili ya kulipa matendo yao waliyofanya. Lakini ni kisimamo ambacho kila mmoja anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haja na matatizo mbalimbali. Alionekana Fudail ama Fadhil bin Iyad akiwa analia siku kama hii ya Arafa, akauliza, ma yubkika, jambo gani linalokuuliza siku kama hii? Akasema, waihak, ole wako, law anna abdan
suila baada hadha al-yawm hal ghufira laka, asema lau mtu ataulizwa siku kama hii ya leo, je, umesamehewa? Kwa sababu ni siku ya msamaha, ni siku ya watu kusamehewa. Sasa Fudhail asema lau mtu ataulizwa, je, siku hii ya leo ya kusamehewa, Mwenyezi Mungu anasamehe waja wake, je, na wewe umesamehewa? Falam yadri, kisha akajibu yule kwamba hajui kama amesamehewa. Sasa asema alaisa hadha kafiyan an yubkiyaka, hili halitoshi kuwa ni sababu ya wewe kulia. Ikiwa watu wanasamehewa na wewe hujui kama umesamehewa, haitoshi hii kuwa ni sababu ya wewe kulia? Kwa hivyo Fadhil alikuwa analia kwa sababu ni siku ya Arafa, siku ya watu kusamehewa, na yeye hajui kama amesamehewa, ndio analia, sijui nimesamehewa wala sijasamehewa. Angalia watu wewe na namna walivyokuwa. Lakini mimi na wewe siku hii itapita, itakuwa ni kama siku ya kawaida, ni kama siku nyingine, bali inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko siku nyingine. Inaweza kuwa mbaya zaidi kwa kufanya madhambi makubwa zaidi kuliko zile siku nyingine. Kwa sababu gani? Hatuna ile hamu, ihtimamu ya dini ya akhera, hatuna haja na akhera, hamu yetu ni dunia. Sasa siku hii itapita kama siku nyingine tu za kawaida. Hakuna mtu atakayeshughulika na ibada, hakuna mtu atakayelazimisha kufanya hili na hili katika mambo mema, itakuwa tu ni siku ya kawaida, ambapo hiyo itakuwa ni hasara kubwa. Siku kama hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezileta kwa ajili yetu mimi na wewe, iwe ni sababu ya sisi kukithirisha, kupata wingi wa fadhila, kupata thawabu kwa wingi zaidi. Lakini ikiwa itapita ama hatutozithamini, tutaendelea na kazi yetu na shughuli zetu za kawaida, maovu yale tunayoyafanya siku nyingine, siku kama hizi tukufu bado tunayafanya, basi tutakuwa sisi ni wenye kuangamia. Tutakuwa sisi ni wenye kuangamia na tutakuwa tumepoteza pakubwa sana. Kwa hivyo tuchunge kwanza hizi siku ziwe ni siku si kama siku nyingine, tuzifanyie kazi, tufanyeni ibada kwa wingi siku kama hizi, na ikifika siku hii basi tukithirishe zaidi. Ikizidi ama ikibidi kufuata shughuli yako, kufunga duka lako, kuacha, fanya, ukae tu kwa ajili ya kufanya ibada, hiyo itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo machache tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.